Habari ya asubuhi. Mambo. Nzuri sana, karibu. Poa sana. Karibu katika darasa la leo. Asante sana. Vizuri sana. Sasa leo tuzungumzie kuhusu subjunctive. Subjunctive. Okay. Ndiyo, subjunctive kwa Kiswahili ni dhamira tegemezi. Niulize, ni lazima now based on the activities that you normally do every day. So tell me, what are the activities that you must do every day? Okay, now how do you say, I must do this activity? I must work. I must wake up. I must sleep. I must rest. I must write a report. How do you say that? We use the word ni lazima. Okay? Ni lazima niamke. Now, the following verb after ni lazima must be in subjunctive. Why? Because it has been triggered. Why? Because it's something that you must do. Alright? So when do we use subjunctive? We use subjunctive when one, giving a recommendation. Two, offering advice. Three, when you're politely asking someone to do something. Okay, so we use words like afadhali, ni bora, ni lazima, ili, you know, and so forth. Sasa, let's discuss about things that you must do in the day. Now, I'll give you a list of about 10 verbs and you tell me what you must do and what you mustn't do. For example, the verb amka, ni lazima niamke. Niamke. See, subjunctive doesn't have a tense marker at all. And then the a at the end must change to a sound. Okay? And then remember the verb is amka. Now the a at the end must change to a, which says amke. But now you must add a subject on that amka. So ni mimi, right? Ni lazima niamke mapema. I must wake up in the morning. Ni lazima ninywe chai. I must drink tea. So let's look at a list of about 10 verbs that we must do on a daily basis so that we get to practice the word ni lazima using the subjunctive, okay, method. Now, let me see what is here. Okay, are you able to see my screen? Unaweza kuona kiwambo changu? Ndio. Vizuri. Sasa tuna orodha ya vitenzi: lala, pika, piga simu, amka, piga mswaki, fanya kazi, kutana na marafiki, jifunza Kiswahili, pumzika, kunywa kahawa, kula chakula, tumia simu. Ni lazima, so you must put it in subjunctive. Now tell me about the things that you must do on a daily basis for you to be okay, for you to feel well, for you to feel full, for you to be better. What are the things that you must do? Okay. Mimi Ni lazima mimi nilale. Ni lazima. Now, we don't need to use the word mimi because ni is there. Okay? Yeah. Lazima nilale mapema kila siku. Ni lazima kuoga. Now ni lazima kuoga. So you must conjugate kuoga in subjunctive. Drop the ku of the infinitive, add the ni for the subject, and a at the end changes to a. Ni lazima nioge. Is it making sense? I must shower. Ni lazima nioge. Okay. Nini kingine lazima ufanye? Ni lazima kuoge. Alafu. Not alafu. No, alafu is still okay.
Kwa hivyo pia ni lazima kuendesha kuendesha gari. You must conjugate the verb in subjunctive. Ni lazima niendeshe gari. Ndio, ni lazima. Ni lazima. Now let's list things that Ashley Martins must do every day. Okay, ni lazima. Let's assume I am Ashley Martins and I'm writing this. Ni lazima nioge. Okay, showering is important for you. Ndio. Nioge. Ni lazima niendeshe gari. Niendeshe gari. From the verb endesha. Ni lazima piga mswaki. Now nipige. Very good. Ni lazima nipige mswaki. Ni lazima ufanye nini kingine? Ni lazima ufanye nini kingine? What else? Ndio. So that's it. You just wake up, you drive, then you brush your teeth. That's it. You don't work. Ni lazima my computer, I have to look at my now when you're looking at your computer, so what are you doing basically? Are you working? Yeah. Hey, and what do you do? Working and sometimes watching football. Kwa hiyo safi. Ni lazima nitazame kandanda. Ni lazima nitazame video vya YouTube, video za YouTube. Ni lazima what else? Ndio, ni mpira wa mguu. Kwa hiyo ni lazima nitazame kandanda. Let's use kandanda. But now you guys have a different kandanda. I don't know why you have a different kandanda out of the whole world. It's only you have soccer and you hold soccer with your hands. Why do you do that? Soccer is meant for the legs, not the hands. Okay, I'm joking. Okay. Nitazame kandanda. Ni lazima nitazame kandanda. Unaweza kusema ni lazima nitazame soka. Soka. Ni nini kingine lazima ufanye kila siku? I see that you don't like eating, so you will sleep hungry. Now there's a twist on that. Okay, nile. Ni lazima nile chakula. Why? Because you have to drop the ku of the infinitive. Okay. Ndio, I must eat food. Ni lazima nile chakula. So what's your favorite between kahawa and chai? Chai. Kwa hiyo ni lazima ninywe chai. Look at how it's changing. Ninywe. Ni lazima ninywe chai. Why? Because you have to drop the ku of the infinitive. But why, Mariana? Why? It's because kunywa and kula is a monosyllabic verb. You must drop it. It's only the present tense that you must retain it. But in the negation, in all the different times, in all the forms of verbs, you must drop it. In subjunctive, you must drop it. Ni lazima ninywe chai. Ni lazima nile chakula. What else must you do? Must. Ni lazima. Ndio. Ni lazima. Nilale. I see that you will stay awake the whole night.
Nilale. What else? Ni lazima nijifunze Kiswahili. Nijifunze Kiswahili. Ndiyo, kila Jumatano na Alhamisi. Ni lazima nipumzike. I see that you cannot remember other verbs. You must rest, right? Rest is important. Ni lazima nipumzike. You must call somebody. You must call your daughter. Ni lazima nipige simu. Okay, what else must you do? I think, no, it's not a must you cook. It's not a must you cook. Now, let's take a look at the things that you must do within a day. So tell me, what is it that you must do in your day? Ni lazima wewe ufanye nini? Okay. Lazima nioge. Ndiyo. Ni lazima niendeshe gari. Ndiyo. Ni lazima nipige mswaki. Ni lazima nifanye kazi. Ni lazima nitazame kandanda. Ni lazima nile chakula. Ni lazima ninywe chai. Ndiyo. Ni lazima nilale. Ni lazima niamke. Ni lazima nijifunze Kiswahili kila Jumatano na Alhamis. Ni lazima nipumzike. Ni lazima nipige simu. Vizuri. Hivi ni vitu ambavyo ni lazima wewe ufanye. Nami pia ni lazima niamke asubuhi mapema. Ni lazima nioge, nipige mswaki na nifanye kazi. Ni lazima mimi nile chakula na ninywe chai. Ni lazima nisome vitabu vya Kiswahili na ni lazima nipumzike na nipige simu. Wakati mwingine ni lazima nilale mapema. Si kila siku lakini kila wakati ni lazima nilale mapema. Kazi nzuri. These are the things that you must do. Let's assume we don't have that list. Tell me from the head. Ni lazima wewe ufanye nini kila siku? Ni lazima nipige mswaki. Ndiyo. Vinginevyo utanuka vibaya. Natania, samahani. Oh, natania, I am joking. Ni masihara tu, sijali. Okay. Now let's replace that okay with sawa. 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 Ndio. Sawa. Kazi nzuri. Ni lazima nioge. Ndio. Vinginevyo utanukia watu vibaya. Ni lazima niendeshe gari. Ndio. Uende kazini, ni lazima. Ni lazima ninywe chai. Vizuri. Wewe unapenda chai zaidi kuliko kahawa. Kwa hiyo ni lazima unywe chai. Ni lazima.
Ni lazima nipumzike. Aha, ndio muhimu. Muhimu sana. Ndio. Ni lazima niamke. Kila mtu anaamka. Mashallah, Mungu ametuamsha leo. Tunashukuru sana kwa sababu ametuamsha leo. Ni lazima tuamke. Ni lazima I'm not sure how to phrase this. Jaribu tu. Let me try. Ndio. Ni lazima ni zoezi mwili. Nifanye mazoezi ya mwili. Ndiyo, ni lazima nifanye mazoezi ya mwili. Kazi nzuri, kwa sababu hakuna yeyote yule angependa kuwa mchovu au hata kulaza damu. Kwa hiyo ni lazima ufanye mazoezi ya mwili. Ndiyo, ili uchangamke kidogo. Uchangamke vizuri. Hongera sana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni lazima. Sasa tutazame jinsi maneno haya yanabadilika katika mtu wa kwanza, wa pili na watatu na kwa wingi. Safi, nitakuonyesha kiwambo changu hivi. Kwa hiyo tazama hapa. Tumezungumzia kuwa Ashley Martins lazima aoge, aendeshe gari, apige mswaki, afanye kazi, atazame kandanda. Kwa hiyo tuzungumzie mtu yote. Mimi ni lazima tuchukue kuendesha gari. Ni lazima niendeshe gari. Ni lazima uendeshe gari. Ni lazima aendeshe gari. Wingi itakuwa nini? Ni lazima tuendeshe gari. Ni lazima muendeshe. Kwa hiyo muendeshe gari. Ni lazima waendeshe gari. Ni lazima waendeshe gari. Waendeshe gari. Kwa hiyo tunazungumzia kuhusu mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu na wingi wake. Ni lazima niendeshe, ni lazima uendeshe, ni lazima aendeshe. Lazima tuendeshe, ni lazima muendeshe, ni lazima waendeshe. Tuzungumzie vitu vingine ambavyo si watu. Mfano, kijiko. Kijiko kutumia kitenzi anguka. Anguka. Ni lazima kijiko kianguke. Ni lazima kijiko kianguke. Tazama, kijiko kinaanguka. Normal sentence. Ni lazima kijiko kianguke. Look, from the verb anguka. Okay, so we put the subject prefix of kijiko, which is ki. Alright, it doesn't have a tense marker. And then the a at the end changes to e. Ni lazima kijiko kianguke. So it's a must the spoon falls. Ni lazima kijiko kianguke. Ni lazima ndoo ivuje. Ni lazima ndoo ivuje. It's a must that the bucket leaks. I don't know what sort of thing that you're doing with the bucket, but why should it leak? Ni lazima. So I just wanted you to look at the difference between human beings and other things. So E is the subject for ndoo. Alright? And then there's no tense marker, and then the a at the end changes to e. So this is going to be ni lazima ndoo ivuje. Sawa? Unaelewa? Subiri kidogo. Una swali? Ni lazima ndoo ivuje. Ni lazima. Ni lazima simu ipigwe. It's a must that the phone rings or the phone is called. Ni lazima simu ipigwe. What else? Ni lazima simu ipigwe. Now, this one can also be used in other noun classes. Yeah, so the tense marker is not available. The E of the simu, the subject is present. The A at the end changes to E. Ni lazima simu ipigwe. Ni lazima chakula kipikwe. Chakula kipikwe.
Food must be cooked. See, chakula kipikwe. Ni lazima. It's a must that food is cooked. Ni lazima chakula kipikwe. The food. So why is this one way as opposed to? Because what happens to the food is cooked and not cook. I'm the one who is doing the active. This is the passive voice. Pikwa. Okay. Okay, pikwa is to be cooked, which is the inactive voice, the passive voice. Okay, so I'm the one who's doing the cooking, but the food is the one that is being cooked. Okay. Is it making sense? Yes. Food must be cooked. How do you say food must be cooked? Chakula, ni lazima chakula kipikwe. Is it making sense? Ndio. Vizuri sana. Sasa tutafanya mazoezi zaidi kuhusu dhamira tegemezi na jinsi inavyobadilika kila wakati. Lakini sasa subiri nitafute mazoezi ya ziada. Dhamira tegemezi, jinsi inavyobadilika dhamira tegemezi. Sawa. This is interesting. Dhamira tegemezi. So the subjunctive, mood. It's a mood. Now we have about 16 questions. Now, ni lazima, in the bracket, we have wewe and enda as the verb. Kazini siku ya likizo. Ni lazima chakula kazini siku ya likizo. Samahani kwa kelele hiyo. Ni lazima uende kazini siku ya likizo. Sasa ni swali. Je, ni lazima uende kazini siku ya likizo? Must you go to work on holidays? Is it making sense? Ni lazima uende kazini siku ya likizo. Unaelewa? Yeah. Vizuri. Ni lazima uende kazini siku ya likizo. Haya. Ni lazima yeye endesha gari hili. Tumia yeye. Ni lazima aendeshe gari hili. Samahani. Naona tuna mgeni. Nani yuko uchi? Mashallah, Jasiri. Kwa nini analia? Karibu aweke mguu kwa maji. Ungechomeka baba. Aya pole. Au tutakuona uchi mpenzi. Basi. Sawa. Basi. Kama japo karibu kwa nini? Nenda kazi. Sija kwenda kucheza. Sawa. Ninaoga na dada na kuenda kucheza. Sawa. Rafiki yako umeoga? Na hapo nje. Nenda basi kaoge. Asante. Samahani sana kwa usumbufu huo. Alikuwa uchi. Anakuja akilia. Yuko uchi. Hana nguo. Jamani. Watoto. Haya. Ni lazima Pengo yeye endesha gari hili. Tumie yeye endesha. Ni lazima aendeshe gari hili. Ndiyo, ni lazima aendeshe gari hili. He must drive this car. Okay, ni lazima kodi ya nyumba. Nyunyi lipa. Tutumie nyinyi lipa. Lazima. So, ni lazima mlipe kodi ya nyumba. Ni lazima mlipe
Kodi ya nyumba. Must you pay the rent? Oh, it's a must. Mlipe kodi ya nyumba. Ni lazima pengo Marekani leo. Tumia sisi safiri. Ni lazima ni lazima wasafiri. Sisi. All of us. Sisi Lazima. haiwezi kwenda na wa. Ni lazima tusafiri Marekani leo. Ni lazima tusafiri Marekani leo. Is it a must? We travel to America today. Ni lazima pengo simu asubuhi. Mimi pia. Ni lazima nipige simu asubuhi. Ndiyo, ni lazima nipige simu asubuhi. Kwa hiyo ni swali. Ni lazima nipige simu asubuhi. Must I make a call in the morning? Must I? I don't want. Mimi sitaki. Sijui. Ni lazima kitabu pengo kila wakati. Okay. Ni lazima kitabu that's one. Kianguke. Oh my God, back to those time classes again. Look at the key of kitabu. That's your lead. Yeah, okay. Ni lazima kitabu kianguke kila wakati. Vizuri. Ni lazima kitabu kianguke kila wakati. I think the key V noun class is the easiest of them all. Ni lazima ndizi pengo ili ziliwe. Oh, ni lazima ndizi pengo ili ziliwe. Tumia iva. Ni lazima ndizi Look at the word ziliwe. This is your lead. that means plural. Ndiyo. Ni lazima ndizi ziive ili ziliwe. Vizuri, ni lazima ndizi ziive ili ziliwe. Maanake nini? Unaelewa nini? Ndizi is banana. Ndiyo. It's a must, the bananas, so that they are eaten. Okay, so it's a must, the bananas do what? Eva. Eva is to be ripe. It's a must, the bananas are or ripen. Okay, so it's a must, the bananas ripen so that they are eaten. Ili means so that. So ili normally triggers the subjunctive mood. Afterwards, anything that comes after ili must be in the subjunctive mood. Okay? Ni lazima ndizi ziive ili ziliwe. Must the bananas ripen so that they are eaten? Can we not just eat like that without them being ripe? I don't know. It's not possible. Perhaps you can cook. Okay? Ni lazima rubani pengo kazi katika uwanja wa ndege. Tumia fanya. Ni lazima rubani something fanya kazi. Ndio. Katika uwanja wa ndege.
Okay, ni lazima afanye. Vizuri. Ni lazima rubani afanye kazi katika uwanja wa ndege. Yeah, definitely. Where else can he work? Really? It's a must a pilot works in an airport, not elsewhere. Ni lazima rubani afanye kazi katika uwanja wa ndege. Ndiyo, kazi nzuri. Ni lazima kinyozi pengo kunyoa watu. Tumia kitenzi penda. Kisha nipe sentensi kamili. Ni lazima kinyozi kunyoa watu. Ni lazima kinyozi apende. Ndiyo. Nipe sentensi kamili. Ni lazima kinyozi apende kunyoa watu. Ndiyo, ni lazima kinyozi apende kunyoa watu. What does that mean? That Do you- the barber must Like. love, Or love. yeah, Love what? Cutting hair or shaving people. Shave is nyoa. yeah, kunyoa. Ndiyo, kunyoa is shave. Shave, okay. Ndiyo. Kwa hiyo ni lazima kinyozi apende kunyoa watu. Lazima apende kunyoa watu. Aya, ni lazima pengo miaka 25 ili pengo mimi kuwa na kisha mimi oa. Oh, this one. Complex. Long. But don't worry. Ngumu sana. Singo jamani, wapi? Where? Tuko pamoja. Okay. The lazima ya miaka 25 ili okay. Or is that married? Ndiyo. Okay. I'm getting closer. Sawa. Ni lazima mimi, so ni lazima niwe miaka 25 ili nioe. Ndiyo. Ni lazima niwe na miaka 25 ili nioe. Now it's a question. Must I be 25 years so that I marry? Now, this verb kuwa is such an interesting verb. Let's see how it's changing in the first person, second person, third person, and it's plural. Okay, now take a look. Let me duplicate this. The same way we've spoken about kula and kunywa, the verb kuwa is a special verb. Why? Because you have to drop the ku of the infinitive and then you'll remain with wa. Okay, so wa is the root verb. But because the rule says the a at the end must change to e, the rules must apply. Okay? Niwe, uwe, awe, tuwe, mwe, wawe. Okay, now because we have two types, we have the verb to be, which is kuwa, and we have the verb to have, which is kuwana. If you want to change this to kuwana, you just put na on this. Okay, so it becomes the verb to have. Okay, je, ni lazima niwe na, must I be, okay, must I have, alright, must I have 25 years old for me to marry? Must I have 25 years old for me to marry?
Okay, je, ni lazima niwe miaka 25 au ni lazima niwe umri wa miaka 25 ili nioe? So remember, anything that comes after ili always must be in the subjunctive. Why? Because ili, so that, triggers the subjunctive. Good job. Hongera kweli. Hongera sana. Ni lazima niwe is here, na miaka 25 ili nioe. Ili nioe. So the ni for mimi. And then oa, o, the root verb is o. And then it has an a. So a has to change to a has to change to a. Is it making sense? Ndio. Vizuri sana. Kazi nzuri. Now, I'm the one who should count from 1 to 10. Why? Because I keep on speaking English. Kiswahili. Ni lazima pengo harusi ili pengo. Tumia sisi fanya, sisi kubalika. Ni lazima harusi ili ni lazima tufanye harusi ili tukubalike. Ni lazima tufanye harusi ili tukubalike. Unaelewa nini katika sentensi hii? Kidogo. Ni lazima tufanye harusi ili tukubalike. Must do our wedding so that we are accepted. Kubali is accept. Kubalika is to be accepted. Yeah. Or to be acceptable. This is so bad. It's so limited. Ni lazima tufanye harusi ili kubalike. Ili tukubalike. Is it a must that we should do a wedding so that we should be accepted? So this, now sometimes it normally gives the should so much. Sawa, ni lazima pengo ili pengo mtihani. Ni lazima sisi kuwa ili mtihani. Sisi. So ni lazima tuwe ili ufanye mtihani. Ndiyo. Ni lazima tuwe ili tufanye ili ufanye mtihani. Ndiyo, ni lazima tuwe, must we be there so that you do the exam. Pengo lazima pengo hapa. Sisi ishi. And you're negating, so if you're negating, ni changes to si. Negative lazima sisi lazima sisi. So that's si lazima tuishi. Ndiyo. Si lazima tuishi hapa. Tuishi. Si lazima tuishi hapa. Si lazima tuishi hapa. Ni lazima pengo Afrika Mashariki. Wewe toka. Ni lazima ni lazima
ni lazima atoke Afrika Mashariki. Wewe. Wewe utoke Ni lazima utoke Afrika Mashariki. ni lazima utoke Afrika Mashariki. Sawa? Ni bora Rajabu Pengo mtoto usiku. Kanusha. Ni bora Rajabu wewe kanusha mtoto usiku. Ni bora Rajabu usiite Wewe. mtoto Usiku. Ni bora Rajabu usiite mtoto usiku. Vizuri. Hii hapa unazungumza na Rajabu. Ni bora Rajabu usiite mtoto usiku. Ndiyo. Rajabu Rajabu ni jina la mtu. Rajabu ni jina la mtu. Ni bora Rajabu usiite mtoto usiku. Usiite, samahani. Ni sahihi ulivyosema. Afadhali Pengo nyumbani. Kwa hiyo tunazungumzia wewe, peleka, kisha mtendewa nafsi ya tatu, ukanushi, nyumbani. Hapa kuna kibarua. Afadhali. Wewe afadhali peleka Pengo peleka mtendewa nafsi ya tatu ukanushi nyumbani. Angalia machaguo. Umpeleke, asimpeleke, usimpeleke. Unafikiri chaguo lako ni nini? Afadhali wewe mtendewa nafsi ya tatu ukanushi. Afadhali usimpeleke nyumbani. Vizuri. Afadhali usimpeleke nyumbani. It is better that you don't take him home. Him. Nafsi ya tatu. Kisha kanushi. Si. Kisha wewe. Afadhali usimpeleke nyumbani. Jamani. Usimpeleke. Nani alitunga kazi hii? Usimpeleke ni sahihi. Sawa? Tumechukua dakika 20. Mashallah. Chukua dakika muda mwingi. Safi, hamna tatizo. Naona sasa umejua jinsi ya kutunga dhamira tegemezi, vitenzi vinavyobadilika. Sasa mimi ningependa sana tupigane. Ningependa sana tupigane. Subjunctive. So let me tell you, subjunctive is everywhere. You will never avoid it. Ever. So it's beautiful that now we've learned. Things are going to be slightly easier. Sasa mimi ningependa tupigane. I would like us to fight. Why? Kwa nini? Kwa sababu kazi yangu iko wapi? Mtihani wangu uko wapi? Ulipata fursa ya kupitia? Jamani, kwa nini unatabasamu? Kwa nini unatabasamu? Mtihani wangu uko wapi? Ulifanikiwa kumalizia mtihani ule tuliouanza jana? Ulifanikiwa jamani. Nilisema kuwa tufanye matumizi ya lugha. Matumizi ya lugha. Tazama hapa. Ndio. Matumizi ya lugha. Tutafanya basi wote darasani kwa sababu ni kama hujakamilisha. I say. Matumizi ya lugha. Ulifanya kazi hii? Ulikamilisha kazi hii? Unanielewa kweli?
matumizi ya lugha. Ndiyo, ulikamilisha kazi hii. Did you complete this work? Not yet. Oh, kwa nini? Kwa nini? Bado sijakamilisha. Oh, sijakamilisha bado. Not yet. How do you say not yet? Not yet is in the negative, so you have to say, because the sentence is negative. Mimi sijakamilisha kazi bado. Sawa, kwa sababu hujakamilisha kazi tunaweza kufanya hapa darasani. Matumizi ya lugha. Andika katika usemi wa taarifa. Wanasiasa hawa wenu wakipigana hivi wataharibu nchi. Rais alisema. Kwa hiyo tunaandika sentensi hii katika usemi taarifa. Haya, toa taarifa kuhusu sentensi hii. Zoezi ngumu sana. Hao jamani. Kwa nini na jana tulikesha tukifanya kazi hii? Sawa. Kwa sababu nasema ni zoezi gumu, hatutafanya kazi ya usemi taarifa. Ila nitakupa kazi zaidi. Tazama hapa. Hapa utakesha siku nzima. Tafadhali usikose kufanya kazi hii. Usemi taarifa. Andika katika usemi taarifa. Uzuri ni kazi ya machaguo. Kwa hiyo wewe utachagua kama ni buluu au ni nyekundu, kama ni samawati au nyekundu. Maswali ni 10. Kazi za usemi taarifa tutaziacha leo kwa sasa. Kwa leo kisha hii hapa kazi yako ya ziada. Unanielewa? Ndio. Safi. Kwa hiyo tusonge mbele katika swali lingine. Na hivi tutatazama swali lingine. Kanusha. Najua unaelewa jinsi ya kukanusha. Mpenzi wake anamuita mwalimu kwa sauti ya juu. Kumbuka, wakati tunazungumzia ukanushi, tutakanusha kitenzi peke yake. Mpenzi wake anamuita mwalimu kwa sauti ya juu. Anamuita katika ukanushi itakuwa nini? Ungependa tupitie jinsi ya kukanusha katika wakati uliopo? Okay. Uko sawa kuendelea na zoezi hili? Sielewi. Safi. Haya. Nitakupa sentensi moja kisha utakanusha. Mfano, mimi ninaitwa Ashley Martins. Kanusha. Mimi siitwi Ashley Martins. Sawa? Wewe unaitwa Mariana. Wewe huitwi Mariana. Ndiyo, yeye anaitwa Mariana. Yeye haitwi Mariana. Sisi tunaitwa Ashley Martins. Sisi hatuitwi Ashley Martins. Wao nyinyi mnaitwa Ashley Martins. Nyinyi hamuitwi Ashley Martins. Wao wanaitwa Ashley Martins. Wao hawaitwi Ashley Martins. Ukanushi katika wakati uliopo na. Tunafanya vipi? Tunakanusha. Mimi siitwi, wewe huitwi, yeye haitwi, sisi hatuitwi, nyinyi hamuitwi, wao hawaitwi. Haya, tazama hapa. Mpenzi wake anamuita mwalimu kwa sauti ya juu. Katika ukanushi itakuwa nini? Anamuita. Mpenzi wake. Wakati unakanusha katika mtu wa tatu, nafsi ya tatu, umoja. Kwa hiyo itakuwa ha, utaleta ha hapa, kisha na itapotea kabisa, kisha a ya mwisho itabadilika na kuwa i.
Kwa hiyo itakuwa nini? Mpenzi wake hamuiti mwalimu kwa sauti ya juu. Mpenzi wake. So his lover is not calling the teacher loudly. Mpenzi wake, his lover is calling the teacher loudly. His lover is not calling the teacher loudly. Unaelewa? Ndio. Vizuri. Wageni hawa wanaondoka leo. Kanusha. Wageni hawa Mm-hmm. naondoka Leo. Wageni hawa hawaondoki leo. Vizuri. Wageni hawa hawaondoki leo. Sisi tunajitayarisha kwa sababu kuna harusi ya dada yetu mkubwa. Sisi tunajitayarisha Kwa sababu kuna harusi ya dada yetu mkubwa. Kumbuka tutakanusha vitenzi vyote. sisi hatujitayarishi. Vizuri. Sisi hatujitayarishi kwa sababu Kuna mm-mm. kwa sababu no. Hakuna. There is no. There is kuna. There is no hakuna. Hakuna harusi ya dada yetu mkubwa. So now let's make sense of this sentence. We are preparing ourselves because there is our elder sister's wedding. But we are not preparing ourselves because there is no wedding. Unaelewa? Ndio. Ndio. Sisi tunajitayarisha kwa sababu kuna harusi ya dada yetu mkubwa. Sisi hatujitayarishi kwa sababu hakuna harusi ya dada yetu mkubwa. So we're not preparing ourselves because there's no wedding. Okay? Explain. Eleza matumizi ya na katika sentensi. Explain the uses of na in the following sentence. Rukia na Chausiku walikuwa wameketi karibu na jumba la kifahari walipoitwa na Bwela. Rukia na Chausiku karibu na jumba la kifahari walipoitwa na Bwela. Aya, na ya kwanza ni nini? Two people. Rukia and Chausiku. Ndiyo, and pamoja na. Rukia pamoja na Chausiku. How do we call this na in proper Swahili? We call it a conjunction. What is a conjunction in Swahili? To join. Kiunganishi. Kiunganishi. Ndiyo, a conjunction in Swahili is called kiunganishi. Rukia na Chausiku, kiunganishi. Walikuwa wameketi karibu na jumba la kifahari. Karibu na. Ni nini kwa Kiswahili? Karibu na jumba la kifahari walipoitwa. Karibu na. Wewe umeketi wapi? Where are you seated? Mimi nimeketi mbele ya kipakatalishi changu. Mimi nimeketi juu ya kiti. Kiti. Juu ya kiti. Wewe umesimama wapi? Mbele ya meza. How do we call mbele ya, nyuma ya, juu ya, karibu na, kando ya, chini ya, juu ya? How do we call those words? In English, they're called prepositions. How do you call that in Swahili? We did it in the very first class. Our very first class we did. Unfortunately, we never repeated it. We should repeat. Vihusishi.
Vihusishi. Ndio. Why? Because they are associating things. Kuhusisha is associate. Okay? So we are associating things with our environment. So prepositions. This is where a noun is associated with its environment, right? Vihusishi. Kwa hiyo kihusishi. Now, as we move on, karibu na near. Okay, karibu na near the prestigious house, jumba la kifahari. Walipoitwa na Bwela. Bwela anawaita. Njoo to be called by. Look at this construction. Itwa na. Walipoitwa. Who is calling them? Bwela. Okay, so here we can say na ya mtendaji. Alright? Because Bwela is the one who is doing it. But now we also have this walipoitwa. Passive voice. Okay? How do we call this? Kauli ya kutendwa. Kauli ya kutendwa. Okay? The passive form. Is it making sense? Yeah. Some of it, a little bit. So we are going to repeat this as many times as possible until you understand. But for now, just know na here has been used as kihusishi, kiunganishi, samahani, kihusishi, and then hapa utasema ni mtendaji Bwela. Kwa nini? Kwa sababu ni kauli ya kutendwa. Haya, kanusha sentensi hizi. Negate these sentences. Yeye ana mimba kubwa. Yeye ana mimba kubwa. He or she is very much pregnant. Ah, Yeah, mimba is pregnancy. You have pregnancy. You're pregnant. okay, not 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 he. Yes, not he. Oh gosh. You have to forgive us. Why? Because Yeye ana mimba. it's Swahili. There's no way we can differentiate he or she. That's why you find you'll have to penalize this, especially for people who come from East Africa. Why? Because he is she. We don't know how to differentiate that in speech. Okay? So, he's not pregnant, but she is pregnant. That's a good one. Yeye ana mimba kubwa. Okay, negative. Okay, yeye ana mimba kubwa. Ndio. Yeye haina. Ha? Kweli? Hana. Where is E coming from? It's yeye hana, not haina. Mimi nina, mimi sina. Wewe una, wewe huna. Yeye ana, yeye hana. Sisi tuna, sisi hatuna. Ninyi mna, ninyi hamna. Wao wana, wao hawana. Kitenzi kuwa na katika wakati uliopo. Mimi nina mtihani kesho. Kanusha. Okay, mimi sina Mtihani kesho. Vizuri. Wewe una simu nzuri. wewe oh, una simu Nzuri. You have a good phone. wewe haina Huna. Hey, I want to hide myself because I didn't teach you that. No. You taught me. No. You taught me. It's just hard to remember. So I mean, you taught me the right thing. The right thing. Huna.
Mimi nina, wewe huna. Wewe huna simu nzuri. Wewe una simu nzuri. You have a good phone. Wewe huna simu nzuri. You don't have a good phone. Sisi tuna jumba la kifahari. Sisi hatuna. Ndiyo, sisi hatuna jumba la kifahari. Ninyi mna gari jipya. Nyinyi hamna gari jipya. Ndiyo, wao wana pesa nyingi. Wao hawana pesa nyingi. Vizuri, wao hawana pesa nyingi. Sasa hapa kwa kibali, nionyeshe ulipoandika zoezi hilo. Mwalimu alisema. Kwa hiyo unatumia kiwakilishi nafsi badala ya nomino. Hapa nitakupa hapa kazi hii kama kazi ya ziada. Tumebakisha maswali mangapi? Hebu tuhesabu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ni nyingi kumbe. Una kazi sasa. Una kazi ya wikendi. Kuanzia Kisha kumbuka kuna kazi ya ziada. Hapa hivi. Andika katika usemi taarifa. Unajua siku kuongezea kazi kwa sababu nilijua una kazi. Lakini sasa siku kuongezea kazi, I did not add you more work kwa sababu because you had some assignment, you had an exam to do. Now what is going to happen? Will you please complete it? I will. Sawa, tafadhali make it a priority, sawa? Iwe kipaumbele tafadhali, iwe kipaumbele. Mtihani huu uwe kipaumbele wa wewe kumaliza, kisha fanya zoezi zaidi kuhusu usemi wa taarifa. Baadaye utakamilisha. Sasa mimi ningependa kuongezea kazi. Tuzungumzie vitu ambavyo si lazima ufanye. In a day you must do what exactly? For example, not everybody does laundry. All right? Not everybody takes care of children. Not everybody cooks, right? Not everybody watches TV. Not everybody listens to radio. Not everybody reads. Okay, so now that we know how to list the things that we must do, could you please list for me 10 things that you mustn't do on a daily basis? Don't kill anybody. The thing that you don't do. It can be anything. You don't fight a lot. I don't know. Sijui. Si lazima. Kwa hiyo ni lazima nipike kila siku. Alright? I must cook every day. So how do you say I mustn't? You just change the need to si. Okay? Si lazima nipike kila siku. Okay? Si lazima niendeshe gari kila siku. Si lazima nitazame televisheni. So now you'll have to put the second verb, the second verb in the subjunctive, and then the ni will change to si. Si lazima nifue nguo, si lazima nipige pasi. Do you iron a lot? No, hapana. So those are the activities that you don't do at home, right? Si lazima nipige pasi kila siku. How do you say to iron? Piga pasi. Okay, list for me 10 activities, and then you're going to present to me nicely on a paragraph the things that you mustn't do. You mustn't fight other people anyhow, right? Si lazima nipigane na watu wote kila wakati. So how do you express that in Swahili? Si lazima nipigane na watu wote kila wakati au ovyo. Anyhowly, ovyo. Ovyo. Yes. Ovyo. Anyhowly. Sasa mimi ningependa kukushukuru sana kwa kuja darasani. Tuonane katika kipindi kijacho siku ya Jumatano. Weekend njema. Asante. Kwaheri. Kwaheri. Hi guys, thank you so much for keeping me company until my class is over. So now let's continue speaking Swahili. Collins, hujambo, karibu. Abdi, mambo vipi? Karibu sana katika darasa la leo.
How much are your Swahili lessons? Sky Master is asking. Sky Master, it depends. Do you want to join a group class or an individual class? Okay, kuna aina mbili ya madarasa. Kuna madarasa ya watu katika kundi na kuna madarasa si watu, wanafunzi, na kuna madarasa binafsi. Kwa hiyo inategemea wewe unataka nini. Kile kifanyike, cha kufanya, nenda kwenye bio yangu, chukua mawasiliano yangu, mtumie ujumbe niambie kuwa ungependa kujiunga katika darasa letu, kisha nitakuweka katika darasa letu la leo. Hello dear, hi Sky Master, how you doing? Yeah, 256 proud UG. Thank you so much for joining. Asante sana kwa kuja darasani. Ninapitia maswali yenu kwa haraka na pia ninapitia maoni yenu kwa haraka kabla ya kudondoka na kwenda katika darasa lingine. Oh, jamani, ningependa kuwashukuru sana kwa kuja. Naona maswali yote yameisha. Poa, mambo, asante sana. Asante sana kwa kuja darasani. Unapatikana wapi? Mimi nipo hapa online. Karibu. Mambo, poa sana. Hujambo? Karibu sana katika darasa la leo. Tuendelee kujifunza lugha yetu adhimu ya Kiswahili kila siku. Yaani usionee lugha hii haya. Kila siku zungumza kwa Kiswahili. Ni lugha nzuri, ni lugha ambayo inapendwa na watu. Aris, hujambo? Asante sana kwa kuja darasani. Karibuni. Nishapitia maswali yote yenu na ningependa kuwashukuru sana kwa kuja darasani. Sijambo Mishko, karibu. Safi. Now this is what you do. Go to my bio, pick my phone number, write to me, tell me that you'd love to join a class. And then there's some things that we must do first before I put you in a class. One, I would want to know your Swahili level. But now there's a test for you if you've been learning Swahili or if you had a teacher. Secondly, I'd love to know your availability in the week. Where, when should we meet? Okay. Another thing, I want to know your long-term goals. Why? Because you will need them. Trust me, you'll need your goals. Why are you learning Swahili? Why is it important for you? Yeah. Another thing I want us to discuss about is billing once you touch base with me, okay? No, it's not funny. This lugha is so funny. No, it's not funny. It's a beautiful language. Very beautiful. You should learn how to speak Swahili. Nataka kujua my Kiswahili level. Abdi, kuna mtihani ambao nitakupa ukisha nitumia ujumbe pale WhatsApp. Nitakupa mtihani, kwa hiyo utanitumia barua pepe, kisha nitakupa mtihani. Mtihani huu utanijulisha ikiwa unaelewa Kiswahili au huelewi. Ikiwa kiwango chako kipo chini, nitajua kwa sababu utajibu maswali hayo jinsi nafikiri utakavyojibu. Abdi anasema wanag badan mimi sielewi Kisomali lakini najua septa hai. Ndio, septa hai. Abdi, septa hai. Yeah. Mahmoud, septa hai. Hi teacher, hi Farani, how you doing? Wanag badan, septa hai. No, it's not funny. It's a beautiful language. Oh, fikan mzuri. Oh. Finally, I can greet somebody in Somali. Oh, this is amazing. So guys, thank you so much. I have to drop off now. I'm headed to another class right away. Okay, so thank you so much for keeping it true and for following me. And yeah, thank you so very much. So let me just go to another class real quick. Guys, okay, so I have to look for my other student right now. Asanteni sana. Ndio, ninataka ukue my teacher to Kiswahili language. Farhani, karibu sana. Go to my bio, pick my phone number, write to me, tell me that you'd love to join a Swahili class, and then asante sana. Nani? Asante. Del, kweli unanikosha sana na kuona mapenzi tele. Asante sana kwa makopa. Now, how do you call hearts? Love hearts in Swahili is called kopa. But now because you give me more love hearts, I'll say makopa. Asante sana kwa makopa. Thank you so much for the hearts and for the love
Okay, thank you guys so much for following me. Can I call? Not now, because right now I am in another class. So until about 6:15, that is when I'll have time. You can call me at that time, because if you call now, I will not be able to pick your call. Okay, I have another session at 5 right now. I have to look for my student. She's not joined yet. Another thing, I have another class at 7, so I'm going to be free at 9. So hopefully we can talk at 9 p.m. East African time. I think it's the same time as your time, I'm guessing. Oh, James, asante sana. Oh, amenipa kitafunio. Amenipa kitafunio. You've given me a donut. Oh, asante sana. Asante sana. Nashukuru kwa kweli. Asanteni sana. Guys, so thank you so very much for joining this class, and plus you got me to 2.2. Amazing, you guys are amazing. Thank you so much. Also, guys, I truly appreciate your support. Whenever I add a video on TikTok, please make sure you follow, make sure you like and leave a comment. If you have a question, please ask, because I normally go through all the chats, and then all the comments, I go through them, all of them, and I answer. Whoever has a question, I normally answer on time. If I don't answer you on time, please bear with me, because sometimes majukumu ni mengi. Wakati majukumu ni mengi, ninashindwa hata kuwajibu. Lakini ninashukuru sana kwa sababu nyinyi nyote mko hapa kwa ajili ya kujifunza lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Kwa hiyo kila siku njooni tujifunze Kiswahili. Msiwahi kosa hata siku moja darasani. Kwa hiyo mimi kila jioni tunajiunga na nyinyi na nawafunza Kiswahili kila wakati. Ikiwa huwezi kulipia darasa, njoo TikTok, pia YouTube nipo. Ninajiita kwa jina Swahili with Mariana. Ukitaka kunipata, nenda YouTube, tafuta Swahili with Mariana, utapata neno masomo mengi. Karibu. Nitasemaje, nikiangalia pale nina takriban video 800 video 800. Jamani, usiwahi kosa hata siku moja, na usikose kuja darasani. Alhamdulillah, ametuamsha leo, tuko vizuri, tunashukuru sana. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni mkubwa. Na kwa kweli asanteni. Aya, sasa tumebakisha 100 kufika 3000. Sawa, endeleeni kupenda na kufuata masomo ya lugha ya Kiswahili, kwa sababu kila siku tunaeneza Kiswahili kwa kila mmoja. Kwa hiyo msikose jamani, msikose kabisa kuingia katika darasa la Kiswahili. Lakini sasa mwanafunzi wangu sijui amepotea wapi. Hajaja darasani, labda anapika. Subiri nimtafute. Uko wapi mwanafunzi? Yaani mwanafunzi kaja kalipia darasa na haji darasani. Mariana, ninapika, siwezi jiunga darasani. Mpaka unashangaa jamani. Ulikuja kupika, ulikuja tujifunze Kiswahili. Wakati mwingine ni changamoto. Subiri, WhatsApp yangu inapakia. Wakati itapakia yote, nitamtumia ujumbe kumuuliza mambo vipi mwanafunzi, kwa nini huji darasani? Kisha nafikiri atanielezea sababu gani hajaja darasani. Lakini ninashukuru sana. Asanteni sana kwa kuja, asanteni kabisa. Safi. Yaani endeleeni kupenda jamani. Nirusheni makopa. Tafadhali nirusheni makopa. Kwa sababu nimeweka simu yangu hapa, siwezi kuonyesha alama ya kopa. Subiri. Alama ya kopa. Unaona? Aya, nitumieni makopa. Tufike 3000 kisha nitadondoka. Sawa? Aya. Nasema maoni yenu na maswali yenu. Ikiwa una swali tafadhali uliza. Mo anasema hi, how you doing? Karibu sana katika darasa letu la lugha ya Kiswahili. Ndiyo, asante Charles Jack. Hujambo, karibu. Niendeleeni kunirushia makopa. Nirushieni makopa sasa hivi. Jamani, Rose, hujambo, karibu. Naomba mnirushie asante. Nani huyo? Kaso Tende. Amenifikisha 3000. Asante sana. I love you so much, Honest. Asante sana Honest kwa kuja darasani. Pia 256 Proud, asanteni sana kwa kunifikisha 3000. Hivi bado WhatsApp yangu inapakia. Subiri endelee kupakia. Wakati itamaliza kupakia,
nitatumia mwanafunzi wangu ujumbe kumuuliza, we bwana uko wapi? Hebu njoo darasani. Nakupenda sana, nakupenda sana, nakupenda pia, nakupenda sana kabisa. Ipo katika 69%. Kwa hiyo tunasubiri, tunaendelea kusubiri. Jamani, kuzungumza kazi aisee, kila wakati nazungumza. Unazungumza mpaka mate yanakusha mdomoni. Unashangaa jamani, kwani nachoka hivi? Kwani nachoka hivi? Kisha unaangalia mfukoni unakosa hela. Jamani, utakosaje hela wakati nazungumza hivi? Kama chiriku. Safi. Aya, asanteni sana kwa kweli kwa kuja darasani, mnanikosha sana. Huyu nani? Charles Ajaka anasema Mariana, wow. Ndiyo, kwa Kiswahili we don't say wow, we say ewa. Okay, we don't say wow, we say ewa. Karibu sana. Asanteni sana. Mariam Ubwe, hujambo? Amedondoka huyo. Sijampata, lakini nashukuru sana watu wangu kwa kuja darasani. Subiri nitafute mwanafunzi wangu. Hajaja darasani. Hajaja kweli darasani. Subiri nitafute kwenye simu. Sijamuona. Hajaja darasani. Mariam Ubwe, sijambo mai kwema. Kwema. Ndiyo, karibu. Kwema. We love you. In coastal language you say tunakupenda. Tunakupenda. Tunakupenda sana. Ndiyo, tunakupenda sana. Safi. Natafuta mwanafunzi wangu. Subirini nimtafute sasa. Sijui sababu zake kukosa darasa la leo, lakini inshallah atajiunga. Karibu sana. Unatamani kujua na wewe ilhali unazungumza Kiswahili, tazama. Unasema mimi, natamani kujua na mimi. Ndiyo tayari unaandika. Ukiwa unaandika Kiswahili basi ni sawa. Nakupenda mpenzi. Anita mpenzi. Jamani, mimi ni mwalimu. Haya, nimefungua. Subirini nimtafute. Anaitwa Ana. Si huyu. Si Anafukira. Inapakia. Hujambo dada. Ni siku nzuri, ni siku ya kujifunza Kiswahili. Wewe uko wapi? Ni siku nzuri ya kujifunza Kiswahili. Wewe uko wapi? How do you comfort mourners? It's so sad. So you can say poleni sana kwa msiba. 1. You can also say makiwa kwa wote. 2. You can also wish the dead well in their journey. You can tell them safiri salama au pumzika kwa amani. Okay, poleni sana kwa msiba. That's the only way. Poleni sana kwa msiba. Yay, guys. I will still stay in this call until she joins, even if it's for 30 minutes. Okay, so guys, thank you so much for joining. I'll have to drop off now. Asanteni sana kwa kuja darasani. Tuonane katika kipindi kijacho. Kwaheri.